kama sadaka, ili watu wangu wasipitia wao wanapitia. Yesu kuna siku imefika, yeye mwenyewe akasema ninaenda ili nikachukue mimi mwenyewe, ili hao watu wako ili wakakombolewe. Si ya kwamba hao watu wako wana shughuli ya kupeana, si ya kwamba hao watu wako wana sadaka za kupeana, lakini kuna siku imefika. Ukisoma historia vizuri na ukifuata, kuna mahali Yesu alikuwa amefika, akaona yale yamefanyika katika dunia, na ikawa hakuna kingine kinaweza kufanyika hali ni tuni sadaka ya mtu, kwamba ana lawama ama ana lawama. Sijui kwa kikamba tunaweza namna gani, yani kilukitu hana kikumu. Haleluya. Kilukitu haina masomila kama kile cha hukumu. Hika namo mtu akuana Senzembo ikiheputunanika. Lakini maandiko yanasema ya kwamba hao watu walikuwa katika dunia, walikuwa wanapeana sadaka. Wakati wa kupeana sadaka wanabeba mbuzi wanapeana. Wakati wa sadaka ukifika wanashika ng'ombe wanapeleka kwa madhabahu. Lakini wakifanya dhambi bado wanachukua mbuzi wanapeleka kwa madhabahu. Lakini ikafika mahali ile sadaka zikawa hakuna kitu zinafanya, maana dhambi imetoka katika mwanadamu sana, na Mungu akafika mahali akaangalia dhambi, hakuna kitu kinaweza kuwa hiyo dhambi. Hali tu ni sadaka zero inaweza, maana hiyo sadaka nataka ni sadaka haina uchafu mmoja, ama sadaka ichapata na kitu kibaya katika hii dunia. Haleluya. Lakini ilipofika mahali Mungu akaangalia akaona tena ni lazima nipane mwana wangu, naye mwana akiwa katika maombi. Biblia inasema ya kwamba alipokuwa naomba sauti ikamkujia ikamwongelesha. Alipoongeleshwa na ile sauti akaangalia vile mambo imekuja na ile sauti imetokea mbele yake. Ndipo ilifika mahali akamwambia Bwana nitolee kikombe, maana kikombe hawezi akakunywa. Lakini maana ya Mungu aliangalia kama hiyo dhambi, akamwambia ni lazima ikafanyike. Na katika Mungu wakati anateremsha ile kikombe na akaangalia mbali, maana ameamua ya kwamba ni lazima Yesu akapitia haya ili watu wangu wakakombolewe, ili familia yako ikakombolewe, ili wewe mwenyewe usingojeke, ili wewe usikuwe masikini, ili wewe hata kirongo usirongeke, hata ukiwepo kwa uchawi usikuwe na ingia, hata wakikuita kwa kioo usikuwe na vitia, hata wakisema tumekumaliza usikuwe hata wewe usikaisha. Na ndipo Yesu aliinuliwa na akashikwa na watu na wakampeleka pale wakimpesa. Ukiangalia vizuri unaona vile alikuwa na chapa, ukaangalia vile walikuwa wanamcharaza. Nataka nikwambie walikuwa wanapiga Yesu kiwango kwamba lazima akufe, lakini Yesu akavumilia, maana ni lazima apitie hilo. Ikawa ni lazima aweke kwa msalaba ili wewe ukasaidike, ili maisha yako ikamandilike, ili familia yako isichokemewe. Na nitaka nikuambia ya kwamba huyu Yesu vile umembeba uweke kiwango kingine, maana watu wamekuangalia sana na wanataka wakadharau Mungu wako, wanataka wakadharau maisha yako. Lakini siku mbali, maana Yesu ako pale msalabani, na alipokuwa msalabani alisema Eloi Eloi. Ndio nataka nikuambia ya kwamba hata wewe uko na uwezo wa kusema Eloi Eloi. Na Yesu akapitia yote, na Yesu akapigwa damu, Yesu akabeba msalaba. Nataka nikuambie Yesu alipitia mambo mazito, lakini alikuwa pale msalabani. Wakati walimweka, walipokuwa pale msalabani, jamaa mmoja akaangalia Yesu akamdunga, na maji katoka na damu ikamwagika. Ile maji ilikuwa inatoka pamoja na damu, ilikuwa ikusafishe kwa ajili ya dhambi umebeba. Ndiyo ikafanyika. Yesu akatoka pale msalabani, wakambeba wanafunzi wa Yesu wakaenda wakamzika.
na mahali waliweka maandiko nasema ya kwamba pazia ilipasuka vipande viwili, na ilipopasuka dunia yote iliangalia kaona ya kwamba kile kimefanyika. Wakasema ya kwamba kweli ni mwana wa Mungu. Ile ikaangalia wakasema ya kwamba ile mpenye umejaa kisa, na ilikuwa mchana, wakaona ya kwamba alikuwa mwana wa Mungu. Wakamweka pale chini mahali alikuwa kuna kamburi. Alipowekwa kwa kamburi, baada ya siku 3 Yesu akafufuka. Nataka nikuambia alipokuwa pale kaburini, roho yake ilipotoka kwake, maana ya zile vitu zilikuwa zimechukuliwa kwako, zile vitu vizuri zikachukuliwa. Wakachukua tajiri, wakachukua ngari, wakachukua nyumba nzuri, wakachukua ghorofa, wakachukua biashara kubwa. Sote walikuwa wameziweka katika makamburi, lakini Yesu akiwa katika kaburi, roho yake ikatoka na ikaenda kuna makamburini, ikaanza kuchafua kuingia makamburini na kuanza kupokonya zile funguo shetani alikuwa amechukua kwa ajili ya vitu zuri. Maana zile funguo alikuwa amechukua zilikuwa zile funguo zimejaa vitu zuri, zilikuwa zimejaa fedha, zilikuwa zimejaa pesa, zilikuwa zimejaa chakula kizuri, hata zilikuwa zimejaa nyumba nzuri, zilikuwa zimejaa masomo mazuri kwa watoto wetu. Lakini shetani akaona na funguo, lakini roho ya Bwana ikatembea kule makaburi ili ikachukua zile kaburi. Na ninataka nikutangazeni kuambia kwamba habari ya Yesu inasema ya kwamba alipokuwa kaburini, alipopigana akapigana akachukua zile funguo, dunia yote ndio ilijawa ikitetemeka, maana amechukua zile funguo. Na makaburi yote maandiko yanasema ya kwamba makaburi zikapasuka, ili ya watu waliokuwa wamekufa ikashikana na ikarudiana pamoja, na ikaanza kupasua makaburi ikiinuka, ikaanza kuinuka ikitembea. Watu waliokuwa wamekufa baada ya kuchukua funguo, watu wakatoka makaburi. Haleluya. Nyamu hiyo ni kuendelea Yesu waisi mbungu ani Mungu aje kwa kweli mwanyesu mlepe kalana kila mwazi mokere nyumu kwa nimana hata huku kume na kia krio maandiko. Lakini ile Yesu wade ya au fila mpungu wakina akile mwoke langa hudumini hile ito singu mwenyewe. Ndiyo nataka ni kuambia ya kwamba kuna vitu zote zimechukuliwa na watu wamechukua mali yako, lakini siku ya leo mahali wameweka. Nataka ni kuambia ende kuchukua funguo zako kuanzia sasa. Unataka nitangaze kwa mtu wako mahali hapa amekata tamaa kwa maisha, amekuwa na kisirani kila wakati kwa familia yake, umekuwa naona kama wamekuacha, watu hawakutaki kwa kijiji, hata kiona mahali unakama unanuka. Lakini nataka nikuambia nguvu za kuvuka. Ilipovuka ile kambere, watu waliinuka. Yesu alipochukua funguo na kambere zilivuka zikavuka, watu wakaanza kupokea nguvu na wakainuka wakitembea, wakainuka wakiwa wanatembea, wakainuka wakiwa wanatembea, wakasema pale tumeokoka, lazima tutembee tumbele nchini. Yesu akasema umeinuka. Yesu akatoka kule kambereni akatembea watu, akaanza kutembea vile Galilaya. Yesu akawa anatembea Galilaya. Nataka usimame na Mungu wako umwambie Bwana nimesimama. Nataka usimame mtu wa ndani umwambie Bwana sile funguo kuwa hiyo nguvu nataka ikatembee kwangu, hiyo nguvu nataka ikafanye kazi kwangu, nataka ikafanye kazi kwangu. Maana kuna vitu vingine hawezi ukachukua namna hiyo, ni lazima ukapigana kwa maombi. Kuna watu wengine wamekuacha, kuna watu wengine wamekukataa, kuna watu wengine wamekudharau kila wakati, kuna watu wengine wanadharau hata nyumba za Bwana, kuna watu wengine wanadharau mpaka watumishi wa Mungu. Lakini nguvu za Bwana lazima zikabebe katika hii kanisa, na lazima kile umepitia kwa miaka mirefu sio lazima kikakona. Maana kuna nguvu za kaburi zilikuwa zinatembea, kuna uwezo wa Bwana ulitembea, kuna nguvu zilipasua kambere, kuna nguvu zilipasua kaburi. Shakadara baba baba sekedere baba nekadara baba baba baba